So wewe angalia, mama mtu mzima kama yule na ule umri kweli wa kukaa kuvuta bangi? Yaani pale alipo akili yake tu inakata kona. Na hiyo mibangi anayovuta. Alafu yule akili yake mbovu akivuta bangi jamani inakuwaje jamani? Na hizi bangi hajaanza kuvuta leo. Inaonekana ni mzoefu ila anafanya siri. Na nimechelewa tu kumgundua. Laiti ningemgundua, sijui hata ningemfanya nini. Yaani mimi nilijua tu kama unasambazia mbovu. Na ndio maana nilikuwa nakufuatilia nyuma. Hivi kwa nini mkuu unakaba? Kwa nini unakaba hivi? Unakuja kumwadisia huyu? Wakati huu tunamjua friji lake halijaandishi kwa nini? Toka zamani tunamjua kipara kama friji lake halijaandishi. Wewe unakuja unaanza kumbwajia habari zangu. Kwa nini mkuu unafanya hivi? Haya, wewe ulisema ni jambo tunakuja kujadisia kama kwenye kikao. Hapa ndo kwenye kikao. Kwa nini unanifanyia hivi mkuu unakaba bwana? Sio mambo hayo, sio mchongo huo. Wewe mweo. Unanizoea sana siku hizi, si ndio? Nakuuliza unanizoea? Ila hapana mkuu, wewe unamjua huyu kipara nye mbea huyu. Ataenda kusambazia mtaani habari kibao. Na wewe jambo ushosema tutasema kwenye kikao. Kwa nini unakuja kulisambaza huku? Hivi umepata wapi ujasiri wa kuongea na mimi hivyo? Au hiyo mibangi yako unayovuta inakufanya uwe jasiri unanichukulia poa? Unaona tunalingana sasa, umekuwa mkuu maule eti. Wewe kelele mbwa wewe. Lakini mkuu na kaba. Mwanangu, ukisikia kuzaa sio kupata ndio huko. Yaani hapa ili chizi si chizi, taila staila lipo tu alieleweki. Wewe uchizi wako peleka huko Milembe, tutakupiga sasa hivi hapa. Mkuu na kaba. Tutakutana kwenye kikao jioni. Mkuu na kaba. Hivi unajua unapokuwa na laini ya Halotel unaweza kupata GB 5 kwa shilingi 7,000 na GB 7 kwa shilingi 9,000? Ndio. Hayo ndo mambo ya Chris Bundle. Sasa ili kumpata Chris Bundle na kutajia namba zake. Chris Bundle bwana ni namba 4, lakini mimi nakutajia 2 na 2 nitakuandikia hapa chini. 0717048048. Na namba nyingine ni 0766586527. Hizo namba ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bundle tu. Ukitaka sasa kulipia huduma, utalipa kupitia lipa namba ambazo nimekuwekea hapo chini. Majina hakikisha yanatokea Christopher Ruoga. Na ukishamaliza sasa kulipia muamala, hakikisha una forward muamala wako kwenye hizo namba mojawapo ambayo nimekutajia. Kwani Bamtelu bado upo? Sasa unataka mimi niende wapi? Mimi nitegemea safari yangu niloenda. Nikirudi mwenzangu utakuta ushaondoka. Sasa Zuchumi naenda wapi? Hebu niambie. Haya mwenzetu, humu ndani utakaa mpaka lini? Nilikwambia natafakari ni namna gani nitaenda kuzungumza na mama Mtelu akanielewa. Yaani siwezi kukurupuka tu hapa nikaenda kule. Mimi ndo najua nini kitanikuta. Kwani hajakupigia simu? Simu nimezima mimi. Na hata kama ningekuwa niko online akanipigia nitamwambia kitu gani? Unajua inakuwa mwanamume wa ajabu sana. Yaani wewe ndio baba wa familia. Unakaa hapo unajiwazisha eti nitaenda kumwambia nini? Nitaenda kujielezea nini? Wewe sikiliza. Nenda kamwambia niko hapa bibi mdogo. Wewe Zuchu. Yeye anazungumza kile si rahisi eti nilikuwa kwa mke mdogo. Wewe ungekuwa ungeweza? Mkuu, mbona unasimamisha alafu bado hatujarudi?
Mimi sijala vitu vyangu vya Msambweni. Kwa raha gani tuliyokuwa nayo? Tuna msiba, tena msiba mkubwa sana. Ni jambo la aibu na la kudhalilisha ambalo halijawahi kutokea katika historia yetu ya kichawi. Jambo gani hilo mkuu? Bi Migomba ametutia aibu na kutudhalilisha. Kwa macho yangu nimemshuhudia huyu mama akiwa anavuta bangi. Ndiyo, sijasimuliwa na mtu, nimemuona live. Huyu mama akiwa anavuta bangi. Nadhani mnaelewa. Sheria zetu na kanuni zetu haziruhusu mwanachama wa aina yoyote kuvuta mibangi. Lakini huyu mama amekiuka na kuvuta bangi. Hivyo basi, anastahili adhabu. Na adhabu yake ni nini? Anatakiwa amtoe mume wake kafara. Hapana mkuu. Hiyo ni sawa, tunatwanga maji kwenye kinu. Kumbukeni tulimtaka Mtelu, ikashindikana. Kwa sababu yule binti alituwekea uzio. Na isitoshe, hata kafara yule binti ilikuwa hivyo hivyo, ikashindikana. Hivi, mnadhani kwa mume wake itakuwa rahisi? Mimi ninachokiona, mkuu, huyu tumchape viboko. Kumbuka na siri zako kibao. Sasa endelea kunisnitch tu. Mimi hata sikusnitch. Nilikuwa tu nakutetea. Au nataka kumtoa mume wako kafara? Chini. Unielewi eh? Nisikilizeni, na hili litakuwa ni funzo kwa mwanachama yoyote atakaye kiuka kanuni na sheria za chama chetu. Nyanyuka. Usiniangalie mimi, mwangalie vile. Pumbavu wewe. Najua unaniogopa. Mwanzo nilikupa maradhi, wakaenda kukutibia huko, ukarudi hapa umepona. Safari hii nakupa kifo. Huyo alokutibia sasa basi aende na akakufufue kama anaweza. Naomba unionee huruma kakaangu. Mimi ni kama dada yako, naomba unisamehe. Huo huruma unaozungumzia mimi sina. Baba yangu, wewe ndo unajua kuongea, nielezee, mimi usimwelewe. Yaani mama hata mwenyewe anashindwa kumuelewa. Nani? Kombo. Hivi tukio hili ndo hili ambalo tuliliona pale au kuna lingine?
Anasema hivi tumemkuta njiani anabimbilika, anajamba jamba, anajialishia. Yaani hapa unavyomuona hapa ndo ana unafuu. Kipara, kimekukuta nini mwanangu, nieleze. Mama, waache waende, afu tutaongea wenyewe. Mpaka waondoke? Njoo mara moja hapa wewe. Sasa mpaka njoo. Unakaribia kaa tutoa shule. Jamani, kuna shida gani kwani? Basi unakaribiana kama watoto wa shule. Mkwe wako. Mkwe wangu amefanya nini? Umeona kitendo mkwe wako alichomfanyia mwanangu Kipara? Mkwe wangu kamfanyia mwanao au mwanangu kamfanyia mkweo? We chizi nini? Mkwe wako amempeleka mwanangu Tanga. Kampeleka Tanga? Na usafiri gani? Ana gari yule au kamlipia nauli? We mweo, hivi unielewi? Nakwambia mka mwanao amempeleka mwanangu Tanga. Sawa, nimekuelewa, ndio maana nikakuuliza kampeleka na usafiri gani au kamlipia nauli? Sio kamsafirisha. Na maanisha Tanga wajalewa ondoka leo. Kipara ndio alomkuta hayo. Mungu wangu. Mnafiki mkubwa wewe. Usichokielewa hapa ni nini? Akati haya yote umeyasababisha wewe. Mimi tena mwenye damu ya kunguni. Kweli mimi na bahati mbaya jamani. Kila jambo mimi nazuliwa hata kama silijui. Mkuu, mengine unipunguzie. Kama si Mtelu kumwa yule mwanamke na kumweka hapa mtaani, haya yote yasingetokea. Lakini haya yote yanasababishwa na Mtelu kumwa yule mwanamke. Sasa basi, nakupa siku 3. Yule mwanamke awe ameachika na kurudi kwao. Hatutaki vita naye sisi. Kweli hii ni haki? Maugovi ya kichawi yanawapeleka wenzie Tanga. Huyu binti ana makubwa. Kuwapeleka watu Tanga. Basi hata mgaya atakuwa amepelekwa Tanga. Nicheke jamani. We chizi, unacheka nini kama malaya kapata bwana mpya? Sirudiagi maneno yangu mara 2. Sasa ole wako niendelee kumwona hapa mtaani. Sitaki vita mimi. Watu wanapelekwa Tanga. Huyu binti naye jamani kazua mapya. Kwa hicho ndio chokuwa nakitaka, si ndio? Una kichwa gani mdogo wetu wewe? Oya, bafeto bawe na msebezo kakulu chini ni safulina. Oya. Noma nini mwanetu, mbona shangwe kama lote chapa? Oya raki, noma msikaji wangu. Oje nini? Unaiba hapa, unagusa pale, umetokea pale. Yaani haya. Oya, shukrani sana mwanangu. Yaani hapa nakwambiaje, mwaka huu nitachaisa kila kona, yaani kila chuchuru, mpaka watajua mimi nani mjomba. Sema nini mdogo Sifulu, jua anafeli huyu mtoto. Noma nini tena? Hii mtoto sikaingia kati hapa kwa mzee Mamuya kwa kapua mandazi mwanangu. Namuelekeza mdogo wetu vipi, anachoniambia mimi hata sikielewi mdogo wako. Vipi mkali, mbona hivyo? Oya kubwa, lile ilikuwa jaribio. Nilikuwa naangalia nikikopoa mandazi nitapotea. Nimekopoa mandazi kama temboni, nimetokea Bunyokwa. Oya kama upepo tu. Sipo. Jaribio nini wewe, mbona unafeli hivyo? Afu mdogo Sifulu, yaani wewe unaanzaje kuiba mandazi unayayuka? Wakikupiga kula akakuua ndio utakuwa umefanya nini sasa? Mandazi mjomba. Wewe anafeli sana wewe. We mtoto we. Watoto tunapenda, watoto atupende, na hapa Ulandi tia koba kati Ulandi kitu ile. Shamba. Chapa ulo. Mkuu,
Mbona leo umechelewa? Na sio kawaida yako. Kulikoni? Alikuwa anamhudumia mwanaye. Mtoto wake na mtoto wangu walikuwa wanapigana. Mtoto wake amepelekwa Tanga. Yaani namuonea huruma. Wewe! Kelele! Hivi wewe udadeki. Siku zote mtu mzima akijifanya chizi anaonekana hana maana. Hivi wewe unapenda ninavyokufokea fokea ovyo au unaona